Okay, karibuni kwenye episode ya leo. Katika episode ya leo tutamzungumzia huyu bishop au askofu Sylvester Gamanywa na mwingine anaitwa I think Askofu Aurelian Ngonyani. So, alama nyingi tulishazielezea, lakini nimeona nianze ni specific kwa sababu nianze na hii wanaita hii ya wanaposhikana mikono, shaking of hands. So, nimeona kwamba hii labda itakuwa ni somehow itakuwa ni ngumu kuelewa, so nimeona kwamba nielezee. Hii unaona jinsi Masanja hapa anasalimiana huyo Gamanywa. Anachokifanya kwamba hapo kwa Freemason, unaona Gamanywa amebonyeza, yani unataki kwa hii salamu ambayo anaita shibole ni una place, yani unabonyeza gap kati ya kidole cha kwanza kutoka kwenye kidole gumba na kidole cha pili, so hilo gap kati ya kidole cha kwanza baada ya kidole gumba katikati hapo ndio unabonyeza, na hii ni sign au alama ya mtu mwenye degree ya pili ya Freemason. Ndio haya anaita wenyewe kwa lugha yao, ndio anaita kwamba a pass grip of a fellow craft, ambao fellow craft ni mtu mwenye degree ya pili, au kwa jina lingine wanaita shibole. Au kwa ukiangalia vizuri ile picha nyingine ya pembeni hapo inaonyesha vizuri, niliweka pembeni ya askofu hapo, inaonyesha vizuri sana, inayoelezea hii nani salamu ya hii alama ya shibole. Kila degree ina alama yake. Okay, alama nyingine nitakayozungumzia ni wanaita lion's paw au the devil claw. Yani wanachokijaribu kufanya hapo ni kama wanatengeneza makucha ya paka au ya simba. Unaweza ukamwona hapa chini, unaweza ukamwona huyu ni mchungaji mwingine yule kwa jina la Venom Fernandez. Ndio kitu anachojaribu kukifanya hapo. Au kwa internationals, unaweza ukamwona kunayo hapa Nabii Santi, ni mmoja Freemason mwenye degree 33 kama sio 32 za Freemason. Au huyu hapo producer wa muziki kwa jina la Eloy Lead, wanafanya kitu kimoja, na hiyo ndio pose waliofanya, na ndio pose au sign waliotengeneza kati huyu mchungaji au bishop Gwamanya na huyu Ngonyani. Au ukiangalia kule juu unaweza ukamwona huyo ni Isis. Isis ni jina lingine la shetani, ni moja ya miungu waliokuwa inaabudiwa kule na wana wa Israeli kule Egypt, na unaweza ukaona impact yao, yani influence yao, wameshaanza kuinfluence au youngsters kama huyu Constantino. I think watakuwa ameshajiunga tayari, kwa sababu hawezi kufanya pose kama hilo bila kujua anachokifanya. So yeah, mimi sikuwatuma manabii hao, lakini walikwenda mbio; sikusema nao, lakini walitabiri. Lakini kama wangalisimama katika baraza yangu, ndipo wangaliwasikilizisha watu wangu maneno yangu, na kuwageuza waziache njia zao mbaya na uovu wa matendo yao. Mimi ni Mungu aliye karibu, asema Bwana, mimi si Mungu aliye mbali. Je, mtu yeyote aweza kujificha mahali pasiri nisimwone? Asema Bwana. Je, mbingu na nchi hazikujawa nami? Asema Bwana. Nimesikia walioyasema manabii wanaotabiri uongo kwa jina langu, wakisema, nimeota ndoto, nimeota ndoto. Je, mambo hayo yatakuwa katika mioyo ya manabii wanaotabiri uongo hata lini, manabii hao wenye udanganyifu katika mioyo yao wenyewe, wanaodhania ya kuwa watawasahaulisha watu wangu jina langu kwa ndoto zao, wanazomhadithia kila mtu jirani yake, kama vile baba zao walivyolisahau jina langu kwa ajili ya Baali. Nabii aliye na ndoto na aseme ndoto yake, na yeye aliye na neno langu na aseme neno langu kwa uaminifu. Makapi ni kitu gani kuliko ngano? Asema Bwana. Je, neno langu si kama moto? Asema Bwana, na kama nyundo ivunjayo mawe vipande vipande? Basi kwa sababu hiyo mimi ni juu ya manabii hao, asema Bwana, wanaompokonya kila mtu jirani yake maneno yangu. Tazama, mimi ni juu ya manabii, asema Bwana, wanaotumia ndimi zao na kusema, yeye asema. Tazama, mimi ni juu ya hao wanaotabiri ndoto za uongo, asema Bwana, na kuzisema, na kuwakosesha watu wangu kwa uongo wao na kwa majivuno yao ya upuzi. Lakini mimi sikuwatuma wala sikuwapa amri, wala hawatawafaidia watu hawa hata kidogo, asema Bwana. Na watu hawa au nabii au kuhani atakapokuuliza akisema, mzigo wa Bwana ni nini? Ndipo utawaambia, mzigo gani? Bwana asema, nitawatupilia mbali. Nikaona roho tatu za uchafu
zilizofanana na vyura, zikatoka katika kinywa cha yule joka, na katika kinywa cha yule mnyama, na katika kinywa cha yule nabii wa uongo. Hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara, zitokazo na kuwaendea wafalme wa ulimwengu wote, kuwakusanya kwa vita ya siku ile kuu ya Mungu Mwenyezi. Yule mnyama akakamatwa, na yule nabii wa uongo pamoja naye, yeye aliyezifanya hizo ishara mbele yake, ambazo kwa hizo aliwadanganya watu wale walioipokea ile chapa ya huyo mnyama, nao walioisujudia sanamu yake. Hao wawili wakatupwa wangali hai katika lile ziwa la moto liwakalo kwa kiberiti. Na manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi, na kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapoa, lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka.